Na mpendwa mtazamaji wa Ukonga Media, ni siku nzuri na ni siku ya Jumapili. Niko na Mwalimu Majani hapa ni kwa ajili ya kupata ufafanuzi wa kitabu chetu. Kitabu chetu kinaandikwa kwamba ni muda wangu. Tunaweza tukapata historia yake kidogo na tunaweza tukapata manufaa gani amenufaika na hiki kitabu. Mwalimu Majani, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Sawa. Milele amina. Unaweza kuambia watazamaji kitabu ulikianzisha lini, au kitabu ulikitunga lini, au umekiandika lini? Asante, ni swali zuri mwandishi, na nimefurahi kukutana na nyinyi Ukonga Media kwa mara nyingine tena leo. Kama ulivyonitambulisha, mimi kwa majina naitwa Emmanuel Petro Majani. Kwa taaluma ni mwalimu, lakini pia ni mwandishi wa vitabu. Kwa swali lako, ni swali zuri kwamba kitabu nilikiandika lini na nimenufaika na nini. Nikianza kusema kitabu nimekiandika lini, haya ni matokeo ya utafiti ambao nimeufanya katika safari yangu ya elimu. Nimekuwa nikisoma kuanzia shule ya msingi, ingawa sikuwa na utambuzi mkubwa, lakini vile vile nikaenda sekondari. Nilipoenda chuo nikamaliza chuo cha sauti miaka almost kama 10 na kitu iliyopita sasa. Sasa niliporudi kijijini kwenye sakata la kukosa ajira, ndivyo nilivyong'amua swala muda ni kitu cha namna gani. Ilikuwaje? Ilikuwa ni hivi. Niliona nimesoma kwa kipindi chote, nilitegemea pengine kuajiriwa, lakini baada ya kukosa ajira kwa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili nikasema hapana, siwezi nikaendelea kukaa na kusubiri kuajiriwa ili hali muda unazidi kwenda. Kwa hiyo nikajitafakarisha mwenyewe kwa akili yangu na nikafanya maamuzi. Nikatafsiri kwamba muda ni kitu cha namna gani na nikihitaji kufanikiwa katika maisha yangu, muda ni kitu muhimu. Je, nikiendelea kuwaza kuajiriwa nitakuja kufanya kitu gani ambacho kitaleta manufaa? Hii ilikuwa inatuteza kwa sisi kwa kipindi tumekosa ajira. Hata kupanda mwembe ama mgomba ilikuwa ni kama hamna. Kwa hiyo niliona kama vile kipindi cha kufanya maamuzi yanapita. Kwa hiyo ikawa ni kitu ambacho nimetafakari na kuona kwamba kwenye maisha yangu muda ni kitu ambacho tunakisema mara nyingi. Zipo sababu kadhaa tu ambazo nimeweza kuziona. Moja ni hiyo, lakini cha pili ni vijana, kwa sababu wakati nipo kwenye masomo kwa maana ya shule ya msingi, sekondari, nilikuwa kiongozi wa vijana. Nilikuwa naona ni kwa namna gani vijana wanapenda kulinga kwa umri walio nao. Na sasa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, tulikuwa tunaona kwamba sisi ni watu ambao tutaishi maisha yetu ya muda mrefu na hatutakaa tuzeeke. Kwa hiyo tulikuwa tuna muda mwingi wa kuchezea, kama ni kwenda kupoteza muda kama wanavyosema wenzangu wengine. Kwa hiyo nikasema hapana, lazima niandike kitu kwa ajili ya kuwakumbusha vijana. Hiki ni kitu ambacho tumepewa kama zawadi na mwisho wa siku hatutakuwa nacho. Kwa hiyo nikaona pia kwenye vitabu nilivyoweza kusoma, mimi sikuwahi kukutana na kitabu ambacho kinaelezea muda. Lakini ukiangalia kwa jamii yetu kubwa, watu wengi wanalalamika wanapotezea muda. Tuliitisha kikao muda fulani, watu wamezidisha muda, watu wamechelewa kufanya kikao. Sasa nikaona sasa watu wanapenda kuzungumzia juu ya muda, lakini hakuna mahala ambako tumeweza kuketishwa, kufundishwa kama somo na wakati mwingine kupewa kama semina ili kuweza kutumia muda vizuri. Kwa hiyo ndivyo nikasema sasa hii inakuwa ni kama research gap kwa wale waandishi. Nikasema sasa niweze kuandikia kitabu hichi. Kuhusu kunufaika kitabu hichi kwa mara ya kwanza nimekipublish mwaka 2023. Nilipopata nafasi ya kuja Dar es Salaam, huko nilipokuwa kwetu Singida, muda wa kuandika ulikuwa mdogo kwa sababu nilikuwa nakimbizana na shughuli za shamba na nini. Kwa hiyo niliunganisha mawazo. Nilivyounganisha mawazo, faida nilizopata ni kwamba nakala nilizowahi kuzalisha nyingi zimeweza kutembea sehemu, na nimeweza kupata watu wengine kunitambua na kujua Majani ni nani, kwa sababu watu walichoona nilichokifanya kina mchango, akiwemo bosi wangu kwenye idara sehemu ninapofanya kazi na jamii. Wapo waliosoma kitabu hichi na wanatoa shukrani kuona kwamba wameanza kunufaika na mimi. Kwa maana pengine leo hii na nyinyi ujio wenu utazidi kuwafanya watu kukifahamu zaidi na kuweza kunufaika kwa maarifa yaliyomo humu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Nashukuru sana. Asante. Nimesoma kidogo, lakini nimekuja kujua hivi kuna aina ngapi za muda? Asante. Ni swala la kusoma, lakini pia ung'amuzi pia. Kiufupi nimeweza kuainisha aina kama 2 kwenye kitabu hichi, lakini kwa mlengo wa imani sijauweka, kwa sababu ukiangalia watu wa imani watakwambia Mungu anaweza kwambia miaka 1000 sawa na siku ngapi, siku kadhaa ni sawa na miaka mingapi kwa Mungu. Sasa hiyo mimi sijaweka, kwa sababu kitabu hichi kinafaa watu wote. Kwenye kitabu hichi
nimeainisha aina mbili za muda. Aina ya kwanza nimeuita ni muda jumuishi, ule muda ambao tunaufahamu kama nilivyosema. Leo pengine tunazungumzia ni tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2026. Ulimwengu mzima unafahamu hili. Kwa hiyo nimeupa jina la common time kwa sababu maana yake ni kwamba jamii tukizungumza muda fulani, tukutane leo pengine leo saa 12 jioni, tunakubaliana kwamba saa 12 ni muda wa namna gani au ni kitu cha namna gani. Kwa hiyo nimesema ni muda jumuishi ambao watu wengi tunaweza tukakubaliana kitu fulani. Au tunaweza kukubaliana bwana, sisi tunaingia mkataba kwa muda wa miaka 2. Tunafahamu miaka 2 labda pengine ni sawa na miezi 24. Hiyo ni kitu ambacho tunafahamu. Lakini aina ya pili ya muda nilioainisha na ninayoipenda mimi sana ni tunaita ni muda binafsi ama muda wa kisaikolojia. Kwa wazungu ama kwa padri mmoja anaitwa Kamugisha aliita ni psychological time. Psychological time hii inabaki na mtu binafsi sasa kuweza kunamua. Sasa je, kwangu mimi, kwa maisha yangu, kwa ufahamu wangu, jambo fulani kwenye maisha linaweza likawa limetokea kwa muda mwafaka au limechelewa kutokea. Ninaweza nikatoa mfano kidogo. Kwa mfano wewe pengine ulivyonipigia simu kaniambia bwana nakuja saa 6. Kwangu mimi niliona saa 6 ni kama iko mbali, kwa sababu nilitamani kukutana na nyinyi, tuzungumze, nijue na shida gani na mimi tufanye kitu gani. Kwa hiyo niliona ni jambo ambalo linachelewa. Lakini kwa mtu ambaye hakuwa na mpango na saa 6, yeye kwa kweli ni sawa. Au kwa mtu mwingine ambao pengine tuchukulie mfano wa bibi harusi. Bibi harusi anaandaliwa sasa, anaambiwa anaenda kuolewa sasa, mwanamwali wanamuita. Sasa anaambiwa kesho ni misa, na misa inaanza saa 4 kwa wale wa Kristo. Yule dada ataona kwamba hata lala, ataona lile tukio linachelewa kwa sababu anatamani kuliona litokee kwenye maisha ya kwake. Kwa hiyo kwake ataona saa 4 kesho ni jambo ambalo litachelewa kufika. Na wakati mwingine hata asilala, atakuwa anaangalia saa 6, saa 8, saa 10. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ameona kwake kichwani mwake tukio ambalo linapaswa kufanya, tukio zuri linaweza kutokea. Lakini kwa yule ambaye hana mpango na saa 4 hiyo ya kesho, wala hana